Kiwango cha mafanikio ya maisha yako, namna yalivyo ya hapa duniani, ya kiuchumi na vitu unavyomiliki, hicho ndicho huwa nakitumia kama kipimo cha kupima kwamba ni kwa kiasi gani unamfahamu huyu Mungu. Unajua, miaka ya nyuma, hususan kwenye Agano la Kale, Mungu alikuwa anajitokeza moja kwa moja na kuonyesha namna anavyofanya kazi, lakini nowadays we are the one to show people how God looks like. Kwamba tuna kazi kubwa ya kuonyesha kwa binadamu kwamba Mungu anaonekana vipi, na watu watawezaje kujua kwamba huyu ni Mungu? Kupitia matendo tunayofanya, lakini pia kupitia maisha tunayoishi, nikimaanisha umiliki na vitu ambavyo tuko navyo. Na mtu anaweza kujiuliza, sasa haya mafanikio nawezaje kufikia mafanikio hayo? Au nawezaje kuwa na mafanikio haya? Katika issue ya mafanikio nimeweza kuyagroup katika stage kuu tatu ambazo hizi stage tunazipata kupitia kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari ule wa 21. Tukianza na stage ya kwanza, maandiko yanasema katika ile Ayubu 22 mstari wa 21, mjue sana Mungu. Hiyo ni stage ya kwanza. Kwa hiyo ukimwona mtu amefanikiwa katika maisha yake, especially akiwa ni Mkristo, maana wale ambao si Wakristo huwa na namna zao ambazo wanazifanya, huwa na miungu yao ambao wanaabudu ili kuweza kufanikiwa. Kwa Mkristo ukimwona amefanikiwa, jua jambo la kwanza alitafuta kwanza kumjua huyu Mungu. Jambo la pili linakuja, stage ya pili ni uwe na amani. Kumbe tunaanza kumjua Mungu, alafu tunafuata ni kitu gani? Tunapata kuwa na amani. Amani inakuja wakati ule ambapo hata una shida. Tunaona hichi kitabu ni cha Ayubu na tunagundua kwamba Ayubu alipitia majaribu mengi sana, lakini wakati majaribu yale yote alikuwa anapitia, alikuwa bado na amani katika maisha yake. Kwa hiyo haijalishi umelala njaa, haijalishi umepitia changamoto gani, haijalishi umeachwa au umefanya kitu gani, unakaa unatazamia ile kesho yako kwamba hakika leo nimelala njaa, lakini ninachojua kesho yangu haitakuwa hivi, kesho yangu itakuwa ni kuu mno. Jambo la tatu au stage ya tatu, ili kuweza kukamilisha yale yote, ndipo maandiko yanatuambia kwamba ndipo yale mema yatakapokujilia. Kwa hiyo unaanza kumjua Mungu, kutafuta kumjua Mungu, alafu unapata amani hata kama changamoto zinakuja katika maisha yako, alafu ndipo yale mema, yale ambayo umekuwa ukiyatamani kwa muda mrefu, yanaanza kuja katika maisha yako. Sasa ukisoma kitabu cha Mathayo pia sura ile ya 6 mstari wa 33, maandiko yanasema kwamba utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote utazidishiwa. Kumbe tunachotakiwa kukifanya ili tuweze kufanikiwa, inatubidi tuanze kumtafuta Mungu ili atupe mbinu za kuweza kutembea katika maisha, na mbinu hizo ndio pale tunapata amani. Licha kwamba tunapitia katika migogoro, katika changamoto nyingi, lakini tuna ile inner peace, kuna ile amani ya ndani ya moyo, alafu ndipo yale mema yote anaamua kuyaachiria katika maisha yetu. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana na kutakia mafanikio mema yenye baraka tele. Mungu aendelee kukuinua. Amen.